waliofanya coding ya mifumo, wakati wanafanya coding ni kwamba ukifikia level fulani hautakiwi kuendelea kuexist kwenye mfumo fulani. Kwa hiyo ndio maana kila mfumo kuna namna ulikuwa coded. Umeona kwamba wewe ukifikia level fulani hautakiwi kuendelea kuexist kwenye huu mfumo, unatakiwa utoke nje ya huo mfumo. Mfano, ukishaanza kuwa aware and conscious, mifumo haikutaki tena, unatakiwa kuwa eliminated. Ndio maana watu wakishaanza tu kuwa aware, na mwanzo walikuwa wanakuwa fooled, yani system ilikuwa ina full, sasa wameanza kuwa aware of the system, system inaanza kuwa reject. Ndio maana watu wako tayari kuua, kufanya chochote kile, kwa sababu tayari umeshatoka nje ya mfumo wake. Mfumo wake tena haukuruhusu wewe kuendelea kustay kwenye ule mfumo. Kwa hiyo ni kwamba wewe lazima uwawe ili usiendelee kuwaweka watu wengine aware. Ndio maana hapa sasa hivi ukisha understand juu ya kitu fulani, basing on economic, basing on politics, basing on social, ukishaanza kuwa aware tu juu ya kitu fulani ambacho kilikuwa kinawakeep watu full, basi inawezekana ukaisha. Yani ni sawa na sasa hivi hapa, sasa hivi ukaanzisha kampeni labda ya kuhakikisha tuna eliminate websites zote ambazo zinahusiana maybe na udaku na nini, kwa sababu hizo page zote ni page ambazo mwisho wa siku zinawafanya people wawe fooled. Watu wanawekeza muda mwingi huko, mwisho wa siku wanashindwa kuwekeza kwenye vitu ambavyo ni vya msingi kama kwenye production. Umeona? Kwenye mambo ya msingi kama ya nchi yao. That's why at the end of the day tumefika hapa tulipo, kwa sababu kulikuwa kuna mifumo mingi sana ambayo ilikuwa inaendelea kuwafanya watu waendelee kuwa full. Sasa inatokea existence ya watu ambao wana understand hiyo mifumo na wanahitaji kuwafanya watu wengine wawe aware na waweze kutoka kwenye hiyo mifumo, wasiendelee kuexist kwenye hiyo mifumo, kwamba hiyo mifumo tayari ni threat, inaendelea kuwanyonya. Sasa the moment wale watu wanatokea, the moment waliokuwa wana dominate the system hawatotaka muwatoe wale watu kwenye ile system. Watataka wale watu waendelee kuwa slave of the system. So understand this. Ukishaanza kuwa conscious and aware of the system, hautakiwi tena kuwepo kwenye hiyo system, unatakiwa kuwa eliminated. System haikutaki tena, unatakiwa kuwa eliminated na utoke kwenye hiyo system. So usiache kujifunza mifumo mbalimbali ambayo inakuwa ina operate. Usiache kujiweka conscious and aware kwa kusoma vitabu, kwa kusikiliza maybe podcasts ambazo zinakuwa ni positive kwako, ambazo zinaweza zikajenga ubongo, ambazo zinaweza zikaufanya ubongo wako ukaanza kuquestion na kuwa aware juu ya vitu fulani. Usiache, kwa sababu unapokuja kuleni wewe kujifunza vitu fulani, maana yake hivyo vitu unaweza kumrithisha mtu mwingine. Maybe ni mtoto wako, utaweza kumrithisha, maana yake mtoto wako ataweza kuwa aware kutokana na vile vitu ambavyo ulikuwa unavijua na umeendelea kuvijua na umeendelea kuviperuzi. Then mtoto wako itakuwa ni rahisi kufanya nini, hata kama sio mtoto wako, ndugu, jamaa, rafiki, watu wa karibu, utawafundisha juu ya kitu ambacho umeweza kukielewa. Ndio maana sometimes tukirudi huko vijijini kwetu au tukirudi huko majumbani kwetu huko, walitupeleka shule, so they are happy na wanaweza wakawa wanajivunia, kwa sababu wanakupa wanajua yes, kwenye kijiji chetu tayari kuna mtu ambaye alisoma, then anaweza akatukomboa kwenye kitu fulani. Umeona bwana? Yani kwa mfano wewe umesoma sasa hivi chuo cha maji, and you know our country ina face changamoto ya kutokuwa na maji, then umerudi kwenye kijiji chenu, na ni kweli kwenye kijiji chenu kuna issue ya problem ya maji na inatakiwa kuwa solved. Lakini pia kijijini kwenu maybe kuna vijilima vingi ambavyo vinaweza vikawa vinaporomosha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini wewe umefika pale, unaenda unaanza kuweka maarifa yako ambayo umeyapata kutokana na shule. Maybe bwana, wana kijiji sawa,
tunaweza tukafanya kitu 1 2 3 kuhakikisha tunavuna haya maji ambayo ni kama lose water, kwa sababu yanapotea tu bila na ndio yote. Je, tunaweza kuyavuna haya maji tukayatumia kwa activities mbalimbali? Au wewe umesomea mambo ya agriculture, umeona, umerudi huko kwenu, umeona, lakini mvua zinanyesha kwenye kijiji chenu vizuri tu, through a year zinanyesha vizuri tu, lakini kuna sometimes unajikuta mnaisha kulima tu kwenye msimu ambao labda ni wa mvua tu, lakini mnaweza mkalima hata kwenye msimu ambao sio wa mvua, kwa maana ile muda mwingine wanaita kilimo labda cha bustanini. So kuna mvua zinanyesha, kuna mountains, kuna hills, umeona, kiasi kwamba unaweza ukakaa na wanakijiji wako the same concept, ukawashauri kwamba bwana, tunaweza tukaharness this water, tuka keep this water, ili mvua zikiacha kunyesha tunaweza tukatumia haya maji kuhakikisha tunaendelea kufanya kilimo cha umwagiliaji. So nimeenda kusoma shule, nimekuwa aware, nimekutana na field nyingi za kutosha, nimekutana na assignment darasani nyingi za kutosha, discussion nyingi za kutosha with more friends. Unakaa kwenye 10 circle group, kwenye 20 circle group, lecture amewapa, kazi muweze kuidiscuss. From 10 to 20 unapata ideas za watu mbalimbali. So when you back home, unaweza kuzideliver zile idea na mwisho wa siku zikatengeneza kitu fulani ambacho kinaweza kika save kijiji chako. So the problem is, tukishafika town, tumesoma, tumefanya nini, we forget about our villages. Hatuwezi tukarudi tena kule kufanya maendeleo. Then sometimes huwezi ukablame, ni hali za kimaisha, system hazijakaa vizuri. Sometimes you have to find money to survive na nini, inakuwa ni ngumu kurudi kule tulikotoka. So tuna lose vitu vingi sana. Ndio maana mwisho wa siku tunakuja kuona kwamba education yetu haitusaidii. And labda maybe tuseme watu ambao wanasoma politics, they understand more about politics, they know how politics operate, but still they can't help the people. Hawawezi kuwaweka conscious raia. Cha zaidi wanaingia kwenye vitu ambavyo mwisho wa siku ni vya kuadidimiza raia. Mwisho wa siku elimu zao zinakopo hazina maana yoyote na hazina mucho maana to the society. They are not mutual to the society. Kwa hiyo let's learn how to utilize our brains, to utilize kile kitu ambacho umekisafu, yani umekitesekea kwa muda mrefu. It is the 3 years of your bachelor degree, lakini usikubali uweze kuizika for the long time. Kwa hiyo nenda to your village, kama kuna cha kuwashauri watu hivyo, we can build our country, our society together.